Watu wengi wanatumia kitunguu saumu kila siku, lakini hawapati matokeo yoyote. Tatizo si kitunguu saumu, tatizo ni maandalizi yako. Leo nitakufundisha siri ya kuchanganya kitunguu saumu na viungo vingine vitatu kwa namna sahihi ili upate matokeo makubwa na unayoyatafuta. Na matumizi na muda sahihi pia nitakwambia. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake ni 0748 294 113, ambazo pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Kiungo chetu cha kwanza ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina faida nyingi sana. Husaidia kuongeza kiwango chako cha nguvu na mzunguko wa damu kinapotumiwa kwa usahihi. Unachopaswa kufanya ni kuchukua punje moja au mbili za kitunguu saumu. Kisha menya ganda la nje la kitunguu saumu hicho. Baada ya hapo, chukua kisu na ukate kitunguu saumu katika vipande vidogo vidogo. Sasa, weka vipande hivyo kwenye kinu na uvitwange vizuri. Baada ya kutwanga, kiache kikae kwa takriban dakika 1 hadi 2 kabla ya kuendelea. Kiungo cha pili ni beetroot. Najua watu wengi wanajiuliza faida ya kutumia beetroot ni ipi. Beetroot ina faida nyingi, ikiwemo kusaidia ustawi wa mwili kwa ujumla, kuongeza nguvu na kujiamini inapotumiwa ipasavyo. Chukua beetroot ya saizi ya wastani, kisha chukua kisu na umenye ganda la nje la beetroot hiyo. Baada ya kumenya, ikate beetroot katika vipande vidogo vidogo na uviweke kwenye bakuli ndogo au kikombe. Mimina maji ya uvuguvugu kwenye beetroot hiyo na uiache ikae kwa dakika 1 hadi 2, kisha uendelee. Sasa, chukua kitunguu saumu ulichokitwanga. Tumia kijiko cha chakula kupima kiasi unachotaka kutumia na ukiweke kwenye kikombe safi. Kiungo cha tatu ni tangawizi. Tangawizi ina faida nyingi, ikiwemo kusaidia kiwango cha nguvu, ustawi wa mwili kwa ujumla na mzunguko wa damu inapotumiwa vizuri. Unaweza kutumia unga wa tangawizi au tangawizi mbichi. Chukua kipande kidogo cha tangawizi mbichi, tumia kisu kuikata katika vipande vidogo sana, kisha weka vipande hivyo kwenye kinu na uvitwangi vizuri hadi vilainike. Tumia kijiko cha chai kupima nusu kijiko cha tangawizi mbichi au kijiko kimoja kamili ikiwa unatumia unga wa tangawizi, na uiongeze kwenye kikombe chenye kitunguu saumu. Sasa, chukua ule mchanganyiko wako wa beetroot na maji ya uvuguvugu na umimine juisi yote ya beetroot kwenye kikombe chenye kitunguu saumu na tangawizi. Kisha koroga vizuri mchanganyiko huo. Kiungo cha 4 ni tende. Tende husaidia ustawi wa mwili, kujiamini na kuongeza kiwango cha nguvu inapotumiwa kwa usahihi. Chukua punje 1 au 2 za tende, ziweke kwenye bakuli ndogo na uongeze kiasi kidogo cha maji ya uvuguvugu na uziache zikae kwa dakika 1 hadi 2. Tumia uma kuiponda tende hiyo hadi ilainike kabisa, kisha iongeze kwenye kikombe cha mchanganyiko wako mkuu na ukoroge tena vizuri hadi ichanganyike. Kiungo cha mwisho ni asali mbichi. Watu wengine hutumia asali ili kuboresha nguvu zao, iwe ni kwa ajili ya nguvu za haraka za muda mfupi au za kudumu. Chukua asali mbichi na upime kijiko kimoja cha chai na uiongeze kwenye kikombe chako, kisha koroga vizuri kabisa. Sasa, chukua kichujio na kikombe kingine safi. Chuja mchanganyiko wako wote ili kupata kinywaji laini kisicho na mabaki. Sasa, kinywaji chako kiko tayari kutumiwa. Unaweza pia kuongeza matone kadhaa ya limao au ndimu, kwani limao ina vitamini C nyingi inayosaidia kuongeza nguvu mwilini. Kinywaji hiki husaidia kuongeza nguvu, ustawi wa mwili, mzunguko wa damu na kujiamini. Hata hivyo, ikiwa una shinikizo la chini la damu ambalo halidhibitiwi, matatizo ya figo, unatumia dawa za kuloweza damu, una matatizo ya asidi tumboni au tumbo lenye hisia kali, wasiliana nasi kwanza kabla ya kukitumia. Kumbuka, kitunguu saumu kikizidi kinaweza kuwasha au kuumiza tumbo lako. Hivyo tumia punje 1 au 2 tu. Kunywa kikombe kimoja kabla ya kulala. Unaweza kunywa dakika 45, saa 1 au hata saa 2 kabla ya kulala. Pia unaweza kunywa wakati wa mchana. Kumbuka, kinywaji hiki si muujiza wa mara moja,
Siri iko katika kukitumia kwa mfululizo na msimamo. Ndio unaweza kupata mabadiliko mazuri. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.